Siri ya msitu wa Loita. Hadithi ya Naitore. Hapo zamani za kale, katika kijiji kimoja cha Wamaasai kilichoketi karibu na vilima vya Loita, aliishi msichana mmoja mrembo aliyeitwa Naitore. Naitore hakuwa msichana wa kawaida. Sauti yake ilikuwa tamu kama asali ya nyuki wa mwituni, na kila alipoimba hata ndege walinyamaza ili kumsikiliza. Siku moja ya jua kali, Naitore alipewa jukumu na mama yake la kwenda kutafuta kuni kavu ili kuandaa chakula cha jioni. Akiwa na shoka lake dogo, alielekea msitu mnene wa Loita. Alivutiwa na matawi makavu yaliyokuwa ndani zaidi ya msitu, akitembea huku akiimbia miiba na miti nyimbo za kusisimua. Bila kujijua, alizidi kupenya ndani ya msitu ule wa ajabu, uliokuwa na giza hata wakati wa mchana. Jua lilianza kuzama na giza nene likatanda. Naitore alijaribu kurudi nyumbani, lakini njia zote zilionekana kufanana. Hofu ilimvaa. Hakuweza kuona zizi la ng'ombe wala kusikia milio ya mbwa wa kijijini. Alilia akimuita mama yake, lakini sauti yake ilimezwa na ukimya wa msitu. Huko kijijini, mama yake Naitore alitoka nje na kuanza kulia. Morani, vijana mashujaa, waliingia msituni na mikuki na mienge, wakimuita Naitore kwa sauti kubwa, lakini walirudi mikono mitupu. Siku ya kwanza ikapita, ya pili ikaisha, na ya tatu ikayeyuka. Wanakijiji walianza kukata tamaa. Hata hivyo, Naitore alikuwa salama. Siku ya kwanza alipopotea, alipanda juu ya mti mkubwa sana wa mvule ili kujiepusha na fisi na simba. Asubuhi ya siku ya pili, nyani wakubwa walimzunguka. Badala ya kumdhuru, walimletea matunda matamu ya mwituni na kumpa maji kutoka kwenye vishimo vya miti. Naitore kwa ujasiri wake alianza kuwaimbia nyani wale. Nyani walitulizwa na sauti yake, wakawa walinzi wake. Siku ya 4, morani mmoja shujaa aliyeitwa Ole Kaelo, akiwa katika harakati za kutafuta nyayo, alijikwaa na kusikia milio hafifu juu ya mti. Alinyanyua macho yake na kupiga kelele kwa furaha. Hapo juu, katikati ya matawi, alikaa Naitore akiwa amezungukwa na nyani wakubwa waliokuwa wakimshika mkono. Ole Kaelo alipiga mbio kurudi kijijini kutoa habari njema. Wanakijiji walikuja na vigelegele na nyimbo za ushindi. Naitore alishushwa chini na kurudishwa mikononi mwa mama yake. Tangu siku hiyo, hadithi ya Naitore iliendelea kuwa simulizi ya ajabu. Wamaasai waliamini kuwa Enkai, mungu wao, alituma roho za msitu kumlinda msichana huyo kwa sababu ya utamu wa sauti yake na moyo wake safi. Na Naitore, kila alipoimba, alikumbuka urafiki wake wa ajabu na nyani wa msitu wa Loita.